Lakini bado kuna vuguvugu jipya la maandamano leo Desemba 9, ambapo vijana maarufu kama Gen Z na wanaharakati wanadai katiba mpya, mabadiliko ya kimfumo wa uchaguzi, haki za kujieleza, lakini pia kutaka kukomeshwa kwa utekaji, matumizi mabaya ya mali za umma, pia na baadhi ya viongozi kujilimbikizia mali. Mbali na ilivyozoeleka, kila mwaka kumekuwa kukishuhudiwa shamra za sherehe za uhuru. Lakini mwaka huu mambo yako tofauti. Rais wa Tanzania alielekeza fedha zote za sherehe za uhuru kukarabati mali za umma zilizoharibiwa katika vurugu na maandamano wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Na tayari serikali ya Tanzania imesema ni muhimu kwa raia wake leo hii kusalia majumbani mwao iwapo tu hawana majukumu ya kufanya watoke nje. Huyu hapa ni Waziri Mkuu wa nchi hiyo Mwigulu Nchemba. Serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Unavyofahamu na nilivyokuambia kwamba leo ni siku ya tarehe 9 Disemba ambapo Tanzania inaadhimisha miaka 64 tokea ilipojipatia uhuru wake, lakini naungana sasa moja kwa moja na Sami Awami, mwandishi wetu wa BBC ambaye yupo katika viunga vya Dar es Salaam. Atuambie hali ikoje Sami hapo ulipo? Naam David, hali mpaka hivi sasa naona ni ya utulivu, lakini ndo tunatokea maeneo ya Masaki huku tunajaribu kwenda Posta. Kwa kweli barabara ni nyeupe, kuna watu wawili watatu tunakutana nao katika umbali mrefu kidogo, lakini pia magari ni machache sana, kuna askari pia wapo barabarani. Kwa hivyo kwa ujumla hali ni tulivu kabisa David. Nadhani umeshaona tayari ulivyozungumza hapo na ulivyoangalia hali ya usalama iko vipi na watu labda watazamie nini leo? Kwa kweli kama ulivyosema ni kwamba kuna askari. Kwa mfano tumetoka hapa saa hizi maeneo ya kanisa la St. Peter's hapa. Kuna gari la askari liko hapo. Lakini kuanzia jana usiku pia, kwa mfano hata wakati nimezunguka maeneo ya Upanga Posta huku, tukutana na askari pia, kwa mfano kama maeneo ya Darajani pale. Actually kwa ni wanajeshi kabisa, wanajaribu kuuliza wewe ni nani, unakwenda wapi. Vyombo vya usafiri kwa mfano kama vile bajaji au bodaboda zilikuwa zinazuiliwa kupita hapo maeneo ya Darajani. Kwa hivyo hali unayoiona hapa ni kwamba kuna uimarishwaji mkubwa wa usalama kwa kweli. Bila shaka Sami Awami utaendelea kutufahamisha zaidi kwenye mitandao yetu ya BBC na matangazo ya Dira Dunia hapo jioni. Ni Sami Awami ambaye amekita kambi katika baadhi ya maeneo ya Dar es Salaam kuweza kufuatilia hali ilivyo leo.